tulikuweko ndani ya Kristo na akatutenga tuwe watakatifu. Tuwe watakatifu ni zaidi ya kutokuwa na dhambi. Kuwa mtakatifu maana yake amekutenga kwa kusudi maalum la Mungu. You are set apart. Unatengwa kwa kile Mungu alichokusudia. Hukuletwa duniani ufanye chochote tu. Hukuletwa duniani uishi kwa kubahatisha. Hukuletwa duniani ili utafute kazi. Wakati huyu ndugu anaitwa Adam alipokuwa anafukuzwa kutoka kwenye bustani ya Eden, nimejaribu kutizama kuona Biblia haituambia alikuwa na miaka mingapi, ila tunajua miaka aliyoishi ni kama 900 hivi na kitu. Sehemu kubwa ya maisha yake yalikuwa nje ya bustani ya Eden. Watoto akamezaa nje ya bustani ya Eden. Hakuna hata mtoto mmoja anayejua bustani ya Eden inafananaje. Wote wanasimuliwa tu. Kwa hiyo ni Adam peke yake kwa muda mchache ule na mke wake walionja hii Matendo 17. Wawili ndio walionja katikati ya wanadamu wote. Ndani ya Kristo tumepewa nafasi na sisi ya kuonja na kuishi maisha hayo hayo ambayo Mungu aliyakusudia tangu awali. Tunaenda sawa sawa. Angalia kile kitabu cha Waefeso 2. Tuanze na Waefeso 2. Tuende Waefeso 2 mstari wa 10. Alafu tutaenda Waefeso 1 mstari wa 3. Waefeso 2 mstari wa 10. Waefeso 2 mstari wa 10 inasema hivi: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu. Umeona hayo maneno? Tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Akisema tokea awali, manake tokea wakati anaumba ulimwengu na kuweka misingi ya ulimwengu, kabla yule mwanadamu wa kwanza hajatolewa na kuletwa duniani, ndani ya Mungu lilikuweko kusudi alilokuwa nalo na kulikuwa na matendo aliyokuwa ameyakusudia. Kwa hiyo alipokuwa anamuumba Adam, aliweka ndani yake na mbegu ya aina ya matendo na maisha ambayo alitaka tuenende nayo, na yalipotea. Biblia inasema tuliumbwa katika Kristo. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika, ambayo inamaanisha katika uumbaji kila kitu kilichokuwa kinaumbwa, sura ya Yesu ilikuwa inawekwa ndani. Sura ya Yesu ilikuwa inawekwa ndani. Uhai wa Yesu ulikuwa unawekwa ndani. Neno lake lilikuwa linawekwa ndani. Dhambi ilipoingia ikaondoa sura ya Yesu ndani yake. Ilipoondoa sura ya Yesu huko duniani, iliondoa pia na sura ya Mungu. Na kwa sababu kila kitu kilitegemea kifanye kazi kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu. Mwanadamu alipomkataa Mungu, kila kilichokuwa kimeumbwa kwa ajili ya kumsaidia asimame na Mungu, sura ya Mungu ikaondoka ndani. Udongo ukageuka, ukawa na udhaifu. Ukisikia udhaifu wa udongo, maana yake haifikii kiwango cha uzalishaji kinachotakiwa. Ukisikia mwanadamu ana udhaifu, maana yake kuna kitu kimepungua. Udhaifu unatokana na nini? Na mwanadamu kumkataa Mungu. Alikataa kitu kinachoitwa uzima cha kumsaidia katika maisha yake. Tunaenda sawa sawa. Angalia ile sura ya kwanza mstari wa 3. Waefeso 1 mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Lini? Wakati alipokuwa anatuumba, zile baraka ziliwekwa. Angalia mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye, angalia, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Alitangulia kutuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mimi sijui kama unadaka hii. Maana yake kabla ulimwengu haujakuweko, tulikuweko. Hujanisikia ninachosema? Nasema hivi, dunia haikututangulia kwa jinsi ya kuwepo ndani ya Mungu. Tulikuweko ndani ya Kristo kabla dunia haijaletwa. Alitangulia kutuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maana yake kabla hajasema hapo mwanzo, tulikuweko ndani ya Kristo.
tulikuweko ndani ya Kristo na akatutenga tuwe watakatifu. Tuwe watakatifu ni zaidi ya kutokuwa na dhambi. Kuwa mtakatifu maana yake amekutenga kwa kusudi maalum la Mungu. You are set apart. Unatengwa kwa kile Mungu alichokusudia. Hukuletwa duniani ufanye chochote tu. Hukuletwa duniani uishi kwa kubahatisha. Hukuletwa duniani ili utafute kazi. Mungu hakukuleta duniani alafu uombe amekuletea kwa ajili ya nini. No, Mungu alipokuwa anakuleta duniani alijua kwa nini anakuleta duniani. Alikuwa na sababu ya kukuleta duniani. Alikuwa na kusudi la kukuleta duniani. Kama amekufanya baraka anapokuleta duniani, maana yake kuna mahali anakupeleka wanahitaji baraka za kwako. Haleluya! Hawezi wakakupa kipawa kisichohitajika. Ukiona una kipawa kisichohitajika, hauko mahali kinatakiwa kiwe. Lakini kikiwa mahali kinatakiwa kuwa, uwe na uhakika kipawa kitakufikisha mbele ya wafalme. Biblia inasema. Haleluya! Haleluya!